Leo watumishi wa Mungu tunajikumbusha safari ya wana wa Israeli wakati wanatoka katika nchi ile ya Misri na kwenda katika nchi ya ahadi. Tujikumbushe kidogo kwamba Moses alitokewa na Mungu aende akawakomboe wana wa Israeli ambao walikuwa Misri, lakini Moses anamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Lakini Mungu anamwambia Moses kwamba mimi nakutuma niliye Mungu wa mbingu na nchi. Akajifunua akasema mimi ni Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo haya yote alikuwa anatenda ili amthibitishie Musa kwamba yeye ni Mungu ambaye limshika hatama ya mwanadamu. Lakini haya yote Musa akamuuliza Mungu, wewe ni nani? Ni Mungu gani? Akasema mimi ni niko ambaye niko. Kwa hiyo Musa alikuwa anatafuta uhalali kwamba huyu ninavyokwenda kwa Farao nimwambie, je, huyu ni Mungu wa namna gani? Lakini Mungu akampa vitendea kazi Moses. Akasema mkononi mwako una nini? Akasema mkononi mwangu nina fimbo. Akasema fimbo hiyo itupe chini. Akaitupa chini, ikageuka ikawa nyoka. Lakini haya yote Mungu alikuwa anamthibitishia Musa kwamba mimi niko pamoja nawe. Kwa hiyo wana wa Mungu, siku zote Mungu akitaka kufanya mambo yake atajifunua katika maisha yake. Kwa hiyo wana wa Mungu kwamba Moses akaenda kwa Misri kwa Farao, lakini unaona wale wa Misri alivyofika kule akamtafuta Haruni ambaye ni kaka yake, kwa maana yeye Moses alikuwa hawezi kuongea, lakini Mungu akasema kaka yako Haruni anaweza kuongea, kwa hiyo huyo atakusaidia kwenda kuongea kwa Farao. Kwa hiyo wana wa Mungu, katika maisha yako siku zote Mungu akiamua kuachilia baraka na neema kwako, hakika njia za Mungu hazichunguziki. Kwa hiyo huyo Moses ambaye alitumwa akafanya matendo makuu ya ajabu, akathibitisha ukuu wa Mungu kwamba yeye ni uzao wa Ibrahimu, kwamba wao ni uzao mtakatifu wa Ibrahimu. Lakini haya yote alikuwa anatimiza lile agano la Mungu Baba. Unaona, wanakutana na kaka yake ambayo ni Haruni, anamwambia Musa, anamwambia kaka yake, nimetumwa na Mungu wa mbingu na nchi, amesema tuwatoe wana wa Israeli tuwapeleka katika nchi ya Kanaani ya baraka ya maziwa na asali. Kwa hiyo mwana wa Mungu, siku zote kwenye kutii ndio kuna baraka, siku zote kwenye kutii ndio upo ushindi. Kwa hiyo Musa aliitii ile sauti ya Mungu wetu wa mbingu na nchi.